Katika moyo wa Afrika, mahali palipojaa mito kama mishipa ya damu, misitu yenye sauti za mapepo na ardhi iliyojaa utajiri usio na kifani, ndipo palipoitwa Kongo. Kongo, nchi ya maporomoko makuu, mito yenye ghadhabu ya kihistoria na watu wenye roho iliyojaa matumaini licha ya mateso yasiyosimulika. Karibu katika hadithi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nchi iliyobarikiwa kwa rasilimali lakini iliyolaaniwa kwa kiu ya madaraka, tamaa ya wageni na uongozi wa kidhalimu. Hapo kale, kabla ya majina ya Kongo kuchafuliwa na midomo ya wakoloni, palikuwepo ufalme wa Kongo. Kuanzia karne ya 14, mkoa huu ulijulikana kwa utawala wa kifalme uliojaa nidhamu, ushindani wa kibiashara na usambazaji wa dhahabu, shaba na pembe za ndovu. Mji mkuu wa kifalme Mbasa Kongo ulitoa nuru ya kiutawala, huku wafalme wakiitwa Mani Kongo wakitawala kwa busara, hekima na heshima. Lakini upepo wa bahari ulileta jahazi za kigeni. Wareno walifika mnamo mwaka 1482 wakiwa na dhihaka kwenye midomo na msalaba mikononi. Wakoloni hawakuja kwa mkono wa amani, walikuja kwa meno ya tamaa. Watu wa Kongo waliuzwa kama bidhaa, familia zilipasuliwa kama kuni na binadamu waliuzwa sokoni kama kuku wa asubuhi. Utumwa ukawa kama mzizi wa maumivu, ukiota ndani ya vizazi vya Wakongo. Hadi leo kuna waliobeba maumivu ya babu zao waliokokotwa kwa minyororo hadi Atlantiki. Kama pepo mwenye kiu ya damu, Mfalme Leopold wa pili wa Ubelgiji, almaarufu the Second King ama Leopold the Second of Belgium, alijitangazia Kongo kuwa mali yake binafsi mwaka 1885. Ndiyo, si mali ya Ubelgiji bali yake mwenyewe, kana kwamba ardhi hii ilikuwa shamba la ndizi alilopewa na mama yake. Leopold the Second of Belgium alianzisha Congo Free State, lakini haikuwa huru hata chembe. Wananchi walazimishwa kukusanya mpira wa miti na adhabu ya kushindwa ilikuwa ni kukatwa mikono. Ndiyo, watoto walikosa mikono, wazazi walikatwa kama matawi. Inaaminika kuwa zaidi ya watu milioni 10 walipoteza maisha katika kipindi cha utawala wa Wareno, utawala huu wa kishetani. Licha ya machungu, roho ya Wakongo haikufa. Waliinuka wakapigana. Mnamo tarehe 30 Juni mwaka 1960, Kongo ilipata uhuru, na kijana jasiri mwenye ndoto za kuikomboa Afrika nzima, Patrice Emery Lumumba, alichaguliwa kuwa waziri mkuu.
lakini ndoto zake zilikuwa kubwa sana kwa ulimwengu wa wakoloni. Miezi 6 tu baada ya kuingia madarakani, aliuawa kikatili. Mwili wake ulichomwa na mabaki yake kufukiwa kama siri ya kishetani. Mpango huu ulitungwa kwa ushirikiano wa CIA, Ubelgiji na vibaraka wa ndani. Ndipo alipoibuka Mobutu Sese Seko, aliyeigeuza nchi kuwa ngome yake binafsi. Alichukua madaraka mwaka 1965 kwa mapinduzi na kuutawala kwa mkono wa chuma hadi mwaka 1997. Alijitajirisha kwa dhahabu, almasi na fedha za umma, huku wananchi waking'ang'ana na njaa. Alibadili jina la nchi kuwa Zaire, lakini mateso ya wananchi hayakubadilika. Kongo ina madini ya thamani kama vile coltan, cobalt, dhahabu, almasi na mengine. Coltan, madini yanayotumika kwenye simu zako, kompyuta na magari ya umeme. Lakini je, unajua kuwa watoto wa Kongo huingia migodini bila viatu, kwa mikono mitupu, kuvuna coltan kwa maisha yao? Utajiri huu unazidi kuingiza bilioni ya fedha, lakini wananchi wa kawaida wanakula ugali na maji. Barabara hazipitiki, hospitali hazina dawa, elimu ni ndoto. Ndiyo, Kongo ni taifa tajiri lililojaa watu wengi maskini. Mobutu aliandika ukurasa mrefu wa udikteta, lakini historia haina wino wa kudumu. Mwisho wake ukaja mwaka 1997 pale Laurent Desire Kabila alipoongoza majeshi kutoka mashariki na kumtimua simba huyo wa makaratasi. Cha ajabu ni kwamba hata ushindi wa Kabila haukuwa wa amani. Kongo ilirudi tena katika moto wa vita, mara hii ikiwa ni vita vya kimataifa. Jeshi la Rwanda, jeshi la Uganda, Burundi, Angola, Zimbabwe, yote yakaja humo, kila mmoja akitafuta dhahabu, almasi au kobalti. Wanawake wakabakwa, watoto wakatumikishwa kama wanajeshi, vijiji vikateketezwa kwa moto. Hii ikawa vita kubwa zaidi duniani baada ya vita vya pili vya dunia. Zaidi ya watu milioni 6 wakapoteza maisha yao, wengi wao bila hata risasi, bali kwa njaa, magonjwa na ukimya wa dunia. Katika nchi yenye utajiri mkubwa zaidi Afrika, wananchi wa kawaida walibeba ndoo ya matumaini iliyojaa hewa. Lakini historia haimalizi kwa damu pekee. Katika kila kizazi huzaliwa sauti ya kupaza matumaini. Leo hii vijana wa Kongo wanaandika mashairi, wanaanzisha miradi, wanapiga kelele kwa haki. Wanawake wanashona majeraha ya vita kwa sindano ya matumaini, na wanaharakati wanapaza sauti. Sisi ni Kongo, si utajiri wa kuchukuliwa, bali taifa la kuishi na kustawi. Kwa hiyo ndugu yangu, unapowasha simu yako au kompyuta yako, jiulize, je, unasaidia historia au unaitazama tu ikilia? Du Congo constitue l'aboutissement de l'œuvre conçue par le génie du roi Léopold II, entreprise par lui avec un courage tenace
et continuée avec persévérance par la Belgique. Connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées pour seuls blancs. Hii imekuwa hadithi ya ardhi ya maziwa na damu, ya neema na laana. Hii imekuwa historia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambayo bado inaandikwa ukurasa mpya kwa damu, kwa jasho, lakini sasa pia kwa tumaini. Mpaka siku haki itakapomiminika kama maji na amani ikatiririka kama mto usiokauka, tutaiambia dunia Kongo si kivuli cha historia, bali ni mwanga wa kesho. Mimi ni Collins March.